Habari za wakati huu, mfuatiliaji wa masomo ya kisaikolojia, na napenda nikukaribishe tena siku nyingine tena ya kipekee ambayo tumepata kibali. Natumai upo salama kabisa. Na siku ya leo nakukaribisha moja kwa moja katika mwendelezo wa somo letu la kipindi kilichopita kuhusiana na msongo wa mawazo. Nadhani ulifurahia somo vizuri sana wakati uliopita, ambapo tuliweza kuangalia maana ya msongo wa mawazo, aina za msongo wa mawazo, visababishi vya msongo wa mawazo na madhara ya msongo wa mawazo. Hivyo siku ya leo na kukaribisha tuweze kuangalia na kujifunza kwa pamoja namna au mikakati ya kukabiliana na msongo wa mawazo baada ya kuona yale madhara ambayo yanatokana na msongo wa mawazo. Sasa nini ufanye wewe ambaye unapitia hali hiyo ya msongo wa mawazo? Umekuwa umepata shida ya madhara yanayotokana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo umekuharibu, umekufanya kuwa mtu ambaye hauelewi hatima yako. Lakini nataka nikwambia kwamba siku ya leo naomba fuatana nami, ungana nami moja kwa moja kwenye hili somo. Nitegee sikio lako vizuri, nisikilize kwa umakini. Nitakwenda kukueleza mikakati madhubuti ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Moja ya mkakati wa kwanza, zingatia mtindo wa maisha. Mtindo wako wa maisha ni muhimu sana kuzingatia. Hapa kwanza hakikisha unakula lishe bora. Pata muda wa kufanya mazoezi vizuri mara kwa mara ili kuondoa homoni za mafadhaiko kupita kiasi au homoni za msongo wa mawazo ambazo zinaitwa cortisol, na kusaidia kulala vizuri na kupata usingizi wa kutosha. Tunapokuwa tunafanya mazoezi yanatusaidia kuondoa zile homoni za msongo wa mawazo ambazo zinaita cortisol hormone. So hiyo inakusaidia wewe kulala vizuri na kupata usingizi wa kutosha. Umepata lishe yako bora, umefanya mazoezi. So ukiweka ratiba yako katika mtindo wako wa maisha namna hii, ukawa unazingatia vitu hivi, utaondokana na hayo madhara ya msongo wa mawazo. Lakini pia tengeneza ratiba yenye uwiano. Tengeneza ratiba nzuri kwa ajili yako. Tenga wakati wa kufanya shughuli zako, na tenga muda wa kujumuika na watu wanaokuletea furaha na raha. Inaweza kuwa ni rafiki zako, watu wako wa karibu, ndugu zako, familia yako. Pata ule muda wa kufurahi. Fanya shughuli zako. So weka ratiba yako vizuri, tengeneza ratiba yako yenye uwiano vizuri kwa ajili ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Lakini pia mkakati mwingine wa tatu, jenga mazoea ya kila siku ya kujistarehesha na kujifurahisha, kama vile kwa kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina, deep breathing, utulivu wa misuli na yoga, au kutembea umbali wa dakika 30 kwa siku. Hata kwa dakika chache kwa siku zinaweza kusaidia kupunguza tatizo hili. Hapa ninapozungumzia mazoezi ya deep breathing, ni mazoezi yanahitaji utulivu, kupumua kwa kina, umakini wako, unatafuta umakini, unakuwa unafanya haya ni mazoezi deep breathing. Yaani unavuta hewa ndani na kutoa nje. Na unasema deep breathing kwa kina. Unavuta hewa yako kupitia pua zako na unatoa kupitia mdomo wako. Unaweza kufanya hivi kwa dakika kadha wa kadha. Kwa kila siku unapoamka asubuhi, unafanya haya mazoezi. Ni muhimu sana. Lakini pia kuna mazoezi mengine ni rahisi tu. Unaweza ukatenga muda wako kwa siku ukatembea umbali wa dakika 30 kila siku. Hakikisha umetumia dakika 30. Hiyo inaweza kukusaidia sana kwa ajili ya kukabiliana na tatizo la msongo wa mawazo. Lakini pia mkakati wa 4
ambao unatakiwa ufuate. Badilisha matarajio kuhusu mafadhaiko ambayo hayawezi kubadilishwa. Hapo unabadilishaje haya? Jizoeze kuwa mtu wa kushukuru na urekebishe jinsi unavyochukulia tatizo. Rekebisha vigezo vyako ikiwa wewe ni mpenda ukamilifu. Unaweza kuwa ni mtu wa kuwa unashukuru. Hapa nazungumza kuhusu kushukuru. Shukuru. Kila unapoamka asubuhi, tenga muda wa kushukuru. Dakika 5 au dakika 10. Shukuru. Shukuru jinsi ulivyo. Kuna vitu vingine hauwezi kuvibadilisha. Kubaliane navyo. Kuwa mtu kukubali, kushuka. Hiyo itakusaidia kukabiliana na hali ya msongo wa mawazo. Lakini pia jambo jingine, mkakati namba 5. Pata muda wa kulala masaa 7 au hadi 8 kwa siku moja. Tunashauriwa kwamba tulale masaa 7 au 8. So kwenye tatizo la kukabiliana na msongo wa mawazo ni muhimu sana ukapata muda wa kulala, kupumzika masaa 7 hadi 8 kwa usiku. Yaani inabidi ulale usiku. Kuwa mtu wa kulala mapema, kuamka mapema. Lala hayo masaa 7. Tunapolala ndipo tunatengeneza nguvu ya akili. Tunaondoa zile homoni za msongo wa mawazo ambazo zilikuwa zimetawala na kuleta madhara katika afya ya mwili na akili. So hii ni mikakati muhimu sana, kama utaifuata itakusaidia uweze kukabiliana na msongo wa mawazo. So lakini pia ukiona bado unapitia kipindi ambacho unakuta imezidi, unashindwa kukabiliana peke yako, ni muhimu kutafuta ushauri wa saikolojia. Ukaenda kutafuta ushauri zaidi kwa ajili ya tatizo hilo. Tafuta saikolojia au mtaalamu wa afya akili, atakusaidia. Asante sana kwa kuweza kuungana na kufuatilia somo hili pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tulivyoanza hata sasa tumefikia mwisho. Asante sana, naomba usisahau na usiache kufuatilia masomo mengine zaidi ya kisaikolojia. Asante kwa kufuatilia hadi mwisho. Ni mimi